everything, kwa sababu ngozi ndo tunasemaga. Hata leo wewe mtu akikwambia hiki kiatu ni ngozi, unajua zile kuna namna unaona kitu kipo strong, kitu kipo imara. Hiyo ndo ilikuwa identity ya Gucci, sio kuweka tu matambara au manini, no, ilikuwa ni ngozi, leather wanakwambia wenyewe. So ilipofika mwaka 1947 vita ya pili ya dunia sasa imeisha, sio kwamba walistop mapambano, walikuwa wanaendelea kama kawaida, ideas zilikuwa zinaendelea kufanya kazi kama kawaida. Vita havikuwa vikwazo wala sababu. So hata pia watu kwenye mafanikio inabidi wajue kabisa sababu hazitakiwi, ila mwisho wa siku inabidi ukabiliane na kila kitu, vipengele vyote, ili kusimamisha maono yako au malengo yako au kufanikisha ndoto zako. So ndio hivyo. So 47 mwaka 1947 sasa pale wakapata wazo, kwa sababu ngozi si ngumu kupatikana. Sasa wakitengeneza nguo zao wakitumia material mengi ya ngozi, that means hawatatengeneza bidhaa nyingi. Wakitengeneza begi zima, hata kwa sababu ukiangalia hata viatu, kuna baadhi ya viatu unajua chini huwezi kaweka soli fulani, kwenye soli lazima walikuwa na modify, wanaweka unyamwezi, ila kwa sababu mnyamwezi alikuwa na deal sana hasa na ngozi, hasa mabegi, unanielewa viatu, sandals. Kwenye mabegi ndo kulikuwa kunampa tabu. Kwa sababu gani? Mabegi anakula ngozi mjomba. Wewe begi uliweke lijae nguo zote, sio kitu kirahisi. Ngozi iliyotumika hapo ni kubwa, so unanielewa vizuri. So akaona inabidi tubadilishe system, inabidi tuongeze kitu, sio kwa sababu watu wanataka tubadilike, kwa sababu ya kukosa material, kwa sababu ya kukosa nini? Material ya kutengenezea hizi bidhaa zetu, na kuliko tuwape wateja wetu sababu kwamba hatuna ngozi, ni bora tutafute mbadala ili tufanye kitu watu waendelee kuona kama vile tunaendelea vile. Na hii ndo siri kubwa ambao watu wengi hawajui kwenye biashara. Watu wanapitia vitu vingi, lakini customers, wateja wenyewe huko mwezi mkaona hayo mapambano. So wakaanzisha sasa mchongo wao, ambao sasa pale zile zinaitwa ni bamboo bag for the first time zikazinduliwa, ambazo zile bamboo bag zilikuwa zinatengenezwa kwa kupitia mianzi, yani ngozi inakwepo, lakini vile vishikio vile vya zile bag inakuwa ni bamboo. Ndio maana ziliitwa bamboo bag, na zile sasa ndo zikawa kama identity ya Gucci, yani ikawa kama sign ya Gucci mpaka leo. Zile bag, yani ukizungumzia bamboo bag ya mwaka 1947 kwa jinsi ilivyokuwa styled, ilivyokuwa designed, imekuwa ni maarufu na imetengeneza identity kubwa. That means kupitia kwenye matatizo walikuja kutengeneza bidhaa ambayo imeacha legacy mpaka leo. Na ile bamboo bag ilivyotengenezwa, watu wanaweza wakawa wanajiuliza, sasa mti, unajua mianzi ni miti, ile miti imetengenezaje begi kivipi? Sio, unaelewa vizuri. So pale wao walichokifanya ni kitu kidogo tu, walikuwa wanaipitisha ile bamboo, ile mianzi kwenye moto kwa ajili ya kuifanya ikiwa bado mibichi, kwa ajili ya kujikunja na kuishape kwa shape wanaotaka wao. Na wakishai shape walikuwa wanaipaka rangi. Ukiona ile mishikio ya zile pochi zile za bamboo, unaiona kabisa ni kama kuna zingine zimepakwa gold, kuna nakshi nzuri kwenye vile vifungo. Unaona vile vifungo ambavyo siku hizo unaweza kuona kama kipochi fulani kina gold. Sasa wao walikuwa wanaweka pia pale bamboo, so ikawa ni stylish ambayo ilikuja ikakubalika na watu wakaielewa vibaya mno. Huo ni mwaka tunasema 47. Mzee ameshakuwa mtu mzima sana, unajua hapo Gucci kazaliwa 1881 brother. So 47 na miaka mingi. Tunasema ameshaanza kuchoka sana. Kwa sababu brand yenyewe kafungua akiwa na miaka 40. Sio, unaelewa vizuri. Kwa hapo sasa mwaka 1953 mzee wetu ndo anaaga dunia. Ila kabla rest in peace sana. Ila kabla kuaga dunia wali expand tena kidogo kutoka Roma, kwa sababu ilianza Florence ikaenda Roma, wakaipeleka pia Milan, ambako pale Milan pale tunasema pale pia ni kitovu cha fashion. Ukizungumzia Italia, Milan unazungumzia fashion, soko la pili la mitindo. La mitindo duniani. Watu ni noma sana pale. Milan Fashion Week zipo nyingi sana, runway, big shows naenda pale sana. So baada ya kuexpand tu pale 51, 53 mzee wetu
akafa. So Gucci story yake ikawa imeisha mwaka 1953. Kampuni inabaki mikononi kwa watoto. Story inabadilika sana, drama vibaya mno, kama movie mjomba. Yani sasa kampuni ikawa haina mwenyewe. Tunanielewa vizuri Kila mtu anataka kuwa yeye ndo faza wa ile kampuni. Na kumbuka kulikuwa kuna watoto 5. Tunanielewa vizuri. Mmoja katika wale watoto 6 ambao mzee alizaa, ambaye mmoja wa 6 tunasema ni wa nje ya ndoa. Mmoja alifariki akiwa mdogo sana, mtoto wake mmoja ambao ni mkubwa wa kwanza kabisa. Ila huyu Elda ambao alikuwepo Aldo, kulikuwa na Rodolfo, sawa, kulikuwa na Vasco, alafu kulikuwa na mtoto wa kike ambaye hakuwahi kuhusishwa kabisa kwenye masuala ya biashara. Alafu kulikuwa na ule mtoto wa nje ya ndoa Ugo alikuwa hana power sana kwenye familia kwa sababu ni mtoto wa nje ya ndoa. Kwa alikuwa hana say sana, ila alikuwa pia naye ni member wa kwenye Gucci pia. Ila mapema sawa sio bana. So baada ya hapo sasa tunazungumzia hawa watoto wawili ambaye ni naitwa nani? Rodolfo, sawa, na Aldo. Aldo ndo mkubwa, Rodolfo ni mdogo. Na Rodolfo yeye pia alikuwa anajulikana kama yule jamaa alikuwa ni actor. Alikuwa ni muigizaji yule mwana. Kaigiza kinoma filamu nyingi sana. Alikuwa sio mtu wa biashara sana, sema aliingia tu kwenye kampuni kwa sababu pia ni kampuni ya mzee, unajua lazima tukae wote huko ndani. Na hapo sasa nani awe mkubwa kati ya Rodolfo na Aldo? Kila mtu anataka kuishika hii kampuni. Vasco naye pia anataka kuishika hii kampuni. Kukawa kuna mkanganyiko pale, madaraka, pesa, kila mtu anataka yeye ndo aendeshe. Yani short ideologies zikawa zinatofautiana, hasa kwa hao watu wawili ambaye sasa ni mtoto wa kwanza Aldo na Rodolfo, ambao sasa Aldo yeye alikuwa ana mawazo, alikuwa ana plani za kuifanya Gucci iwe kubwa all over the worldwide. Kwa sababu hata kutanua masoko yeye ndo alikuwa anamshawishi mzee. Mzee alikuwa anataka brand yake iishie pale Italy, iwe kama identity ya Italy. Ukiitaka Gucci uifuate wapi? Italy. Lakini Rodolfo yeye mtoto sasa wa pili huyu, yeye alikuwa anaamini kwenye misimamo ya nani? Ya mzee, kwamba hii brandi inabidi iwe na misingi ibaki hapa Italy, na inabidi hii brandi kitovu kiwe Florence. Na tuzingatie, na mpaka leo unajua makao makuu ukiachana na kwamba imeondokaga, ila mpaka leo makao makuu ni pale Florence kama identity ya ule mzee Gucci. Kwa sasa yeye akawa anataka bidhaa zote zizingatiwe kwenye ubora na culture, ili watu wakitutamani kule waje watufuate sisi wapi? Italy. Lakini sasa mwisho wa siku, baada ya mzee kufariki 53, wiki mbili tu baada ya mzee kufariki, mzigo ukafunguliwa Marekani. Unanielewa vizuri So Aldo mawazo yake alikuwa ni, shauku yake kubwa ilikuwa ni kuifanya Gucci iwe kubwa duniani, wakati Rodolfo shauku yake kubwa ilikuwa ni kuifanya Gucci endelee kuwa pale kama taasisi ambayo ina misingi ya Italy. So kukaa sasa, kwa sababu ya kubishana, kukinzana, kukaleta migogoro mikubwa sana, ambayo hii migogoro sasa ilikuja kuingia mpaka kwenye kizazi kipya. Tunasema sasa hadi kwa watoto wa Rodolfo na watoto wa Aldo na watoto wengine, nshoti wajukuu wa mzee nani? Wa mzee Gucci mwenyewe, si ndio hivyo Kwa sasa ile ikawa ni yani mtoto wa Aldo yeye anasimama na baba yake. Sio, unaelewa vizuri kwa sababu ya mzee si ndo anahisa kule, na kila mtu alikuwa anahisa pale. Sio kana kwamba kuna mmoja alikuwa anahisa hizi ngapi, no, kila mtu aligaiwa cha kwake pale. Ila sasa usimamizi ndo ukawa sifuri. Wanasemaga mzee alikuwa anaamini hii kampuni ije kuwa kubwa, ila alipofariki ikawa ni vice versa, kwa sababu kukawa hakuna msimamizi wa moja kwa moja ambaye sasa labda huyu ndo awe ana final say ya kusema hapa hapana, hapa hapana. Sio, unaelewa vizuri. Na baada ya hapo nitakupa drama kubwa mbili ambazo zile drama ndo zilifanya tunao tukasema Gucci ikamalizika kabisa kwa kipindi cha miaka ya 80 mpaka 90 pale. Ikafa moja kwa moja. Yani Gucci ikawa sasa in short, bila watu kujitokeza na kuikuza ile brand, familia ilikuwa imeshafeli. Familia ilikuwa imeshaishiwa mbinu kabisa za kuongoza ile kampuni, kwa sababu moja tu, wivu wa madaraka, pesa iliwachanganya. Sio, unaelewa vizuri Hakuna msimamizi wa moja kwa moja. Brand ikaanza kukosa thamani. Kwa sababu gani?
kukawa sasa, kwa sababu si kila mtu anahisa, brandi zikaongezeka. Yani kuna mwingine anataka, mimi nataka nianzishe perfume kupitia jina la nini? Gucci. La Gucci. Yani mbona tukiuza perfume tutatoboa? Wanatoka kwenye misingi na malengo ya mzee. So unaelewa vizuri So brand ikaanza kukosa thamani, bidhaa zikawa nyingi, wanasema overlicensing. Yani kukiwa kuna bidhaa nyingi mtaani, kuna kosa sasa ile heshima ya kuwa luxury. Wewe nadhani unajua kwamba hizi brand kubwa duniani kuliko zitoe bidhaa zao bure, bora zichore.